mafundi wa kuhurumia wengine, sikatai, na wala sio dhambi kumhurumia mtu. Kuna watu ni kweli wana huruma, kuna watu wanajua kuhurumia watu, lakini nataka nikutahadharishe wewe ambaye ufahamu wako umekuwa kila wakati ukipenda uhurumiwe. Unajua kuna watu wanashangaza sana, kuna watu ni waajabu. Yaani kuna mtu hata kama sio wa kuhurumia, yeye anatamani muda wote hurumiwe. Amen. Anatamani hurumiwe. Kila kitu anachokifanya iwe ni biashara. Ukimtembelea kwenye biashara, haijalishi biashara yake inaenda viwango ama sio viwango, lakini ukifika tu anakueleza habari ambazo ndani ya zile habari zinahitaji umhurumie. Usitamani kuhurumiwa na huruma ya wanadamu. Sikiliza utanielewa. Wakati mwingine huruma za wanadamu zinakuja, lakini zimebeba majuto kwenye maisha yako. Wakati mwingine huruma za wanadamu zinakuja zimebeba matatizo. Wakati mwingine huruma za wanadamu zinatoka, lakini zinatoka zina manunguniko na madungu yanakufuata. Mtu anakusaidia halafu unamsikia na kusimama. Isije ilikuwa ni mimi. Unafikiri angefika chuo kikuu? Unafikiri angefungua hiyo biashara? Unafikiri angefanya kazi? Unafikiri angefanikiwa kama sio mimi? Unajua ni mimi ndio niliyokasaidia kale katumishi mpaka hapo unapoona kanaenda. Ni bila msaada wangu kasinge ilikuwa. Sema kwa sababu watu hawana shukrani. Hiyo ndio huruma ya wanadamu. Unasaidika, lakini tatizo linabaki kuwa pale na tatizo jingine linaongezeka. Unaanza kusikika mtaani tu, kumbe watu wanakufahamu. Kumbe huyu amefika hapa ni kwa msaada wa huyu. Lakini huruma ya Mungu akikusaidia anamaliza matatizo yote. Haleluya. Anamaliza shida zote, anamaliza mateso yote, anakuacha bila manunguniko, anakuacha bila lawama, anakuacha ukiwa umefanikiwa, anakuacha ukiwa mzima, anakuacha ukiwa unayo nguvu ya kuendelea mbele na utumishi. Haleluya. Acha kutegemea huruma za watumishi. Kuna watu tumeokoka, lakini bado hii imekuwa tatizo kubwa kwa Wakristo. Na hata wakati ninajifunza somo hili, nilikuwa nikishangaa namna ambavyo watu wamekuwa hivi sasa, Wakristo wamekuwa wakipenda huruma, kuhurumiwa. Wanafikiri ni style, yani imekuwa kama style ya maisha. Akianza akiwa na mpango wa kuanza biashara, kabla hajamwambia Mungu anataka kwanza ahurumiwe. Kabla hajafanya chochote anatamani apate huruma ya watu. Lakini kama utaelewa, nataka nikutie moyo, nataka nikuambie ukweli, nataka nikufungue akili, nataka nikuongezee kitu ya kwamba ukitegemea ya wanadamu, basi tegemea kuna vitu vingine utavilipa kupitia huruma hii.